Bwana Yesu apewe sifa. Kabisa na rafiki yangu katika channel yetu hii nzuri ya Family Complex TV, ambapo ni channel inayoelimisha, inayofundisha, inayoimarisha, inayotia moyo na inayotuelekeza katika kumjua Mungu na mapenzi yake katika maisha yetu. Tumekuwa na mfululizo wa masomo yanayoitwa mihimili mitatu ya ndoa. Na katika utangulizi tuliojifunza tuliona kwamba kuna mihimili mitatu kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 24, ambapo anasema mtu ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na wawili watakuwa mwili mmoja. Tunajua kwamba ndoa ni mihimili mitatu, ambayo la kwanza ni utayari wa kuacha, pili utayari wa kuambatana, tatu utayari wa kuwa mwili mmoja. Na tukasema kwamba katika mambo haya matatu kuna, katika jambo la kwanza utayari wa kuacha, kuna mambo 7 kwa uchache. Kuna mambo 7 ya kuacha ikiwa umedhamiria kuwa kwenye ndoa yenye furaha na amani. La pili, kuna mambo 7 ya kuambatana. Alafu kuna mambo 7 katika zoezi la kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni 7 ya kuacha, 7 ya kuambatana, 7 ya kuwa mwili mmoja. Sasa kabla tujaanza uchambuzi wa mambo haya 7 ya kwanza ya zoezi la kuacha, hebu sasa kidogo tuangalie siri ya ndoa. Ndoa ni kati ya mambo makubwa matatu matakatifu ambayo Mungu alitupatia kabla ya dhambi kuingia. Hapo tufuate kwa makini. Mungu alipoiumba sayari hii dunia, alitupa mambo makubwa matatu matakatifu ambayo yamedumu kuwepo, ambayo ni mambo matatu matakatifu yaliyokuwepo kabla ya dhambi kuingia. Kumbuka jinsi Biblia ilivyoandikwa, sura ya kwanza na ya pili kitabu cha Mwanzo inaongelea dunia bila dhambi. Dhambi imeanzia kwenye sura ya 3 pale anaposema basi nyoka. Dhambi pale nyoka alipoingia akadanganya mwanamke naye akalaghai mume wake, dhambi ikaingia. Lakini kabla hapo dunia ilikuwa bila dhambi. Sasa katika dunia bila dhambi, Mungu alitupa mambo makubwa matatu matakatifu. La kwanza, kazi. Kazi ni takatifu. Kazi ilikuwepo kabla ya dhambi. Kazi sio laana, kazi sio mzigo, kazi ni baraka, kazi ni jambo takatifu. Na pia ambalo Mungu alitupa ndoa. Ndoa ni takatifu, ilikuwepo kabla ya dhambi. La tatu, Mungu alitupa Sabato. Sabato ndio iliyohitimisha uumbaji. Sabato ni takatifu. Kwa hiyo mambo matatu: kazi ni takatifu, ndoa ni takatifu, na Sabato ni takatifu. Sasa baada hapo dhambi iliingia. Sasa dhambi ilipoingia, mambo yote haya matatu yakapata msukosuko wa dhambi. Na kama utagundua, baada ya dhambi kuingia, kati ya mambo ambayo hata shetani anayaandama sana ni mambo haya matatu. Shetani anapiga vita kazi, ili watu waishi maisha ya ujanja, wasifanye kazi, na uvivu, kutokupenda kazi ndio kunazaa wizi, ujambazi, utapeli, uongo, ulaghai, ukahaba, kutokufanya kazi. Kwa hiyo shetani anapiga vita kazi. La pili, shetani anapiga vita ndoa. Anajua kwamba akishavuruga ndoa, amevuruga familia, amevuruga jamii, amevuruga taifa, amevuruga kanisa, amevuruga mahusiano. Kwa hiyo anapiga vita ndoa. La tatu, shetani anapiga vita Sabato. Anajua kwamba akishavuruga Sabato, ameharibu sana kati ya mtu na Mungu wake, amevuruga ibada. Kwa hiyo shetani anashambulia mambo haya matatu: anashambulia kazi, anashambulia ndoa, anashambulia Sabato. Sasa katika kipindi hiki leo sitazungumzia sana habari ya kazi wala Sabato, nazungumzia ndoa. Ndoa kama takatifu ambayo ilikuwepo kabla ya dhambi. Sasa ndoa ambayo nimesema, sasa ndoa ina mihimili mitatu ambayo ni utayari wa kuacha, utayari wa kuambatana, na utayari
wa kuwa mwili mmoja. Ndio sasa tuiangalie kwa kina nini maana ya mambo haya. Tuanze ni jambo hili la kwanza, tutaenda kuangalia maana ya kuacha. Nini maana ya kuacha? Karibu na Mungu akubariki.